zao. Lakini ukitazama duniani dhambi bado zinaongezeka, uasi umezidi. Nataka nifahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali linasema Yesu alikuja kuokoa watu na dhambi zao. Lakini mbona dhambi zinaendelea kutendeka? Hili swali tulipatia andiko kwanza kabla ya majibu. Kitabu cha kwanza cha Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza na wa 2. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 aya ya kwanza na ya 2 nasema, watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Inawezekana unapata na majibu hapa na swali lako. Swali wa kwanza nasema hivi: watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Yohana anatuandikia ili tusitende dhambi. Lakini ikitokea mtu ametenda dhambi, tunaye mwombezi atuombeaye kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Kwa hiyo aliye na haki ya kuhakikisha mtu anafutiwa dhambi, anasamehewa dhambi ni Yesu, hakuna mwingine. Mstari wa 2 anasema hivi: naye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu, wala si dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Narudia, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Anaposema kwa dhambi za ulimwengu wote, kwa maana ya watu watendao dhambi, kipatanisho chao ni Yesu Kristo. Sasa unapouliza mbona dhambi zingaliko zinaendelea, Yesu hajasema anakuja kuondoa dhambi zisiwepo. Naomba uelewe hilo. Anapokuja Yesu anakubali kufa msalabani, hajasema anakuja kuondoa dhambi zisiwepo ili watu wasitende dhambi. Hapana, anakuja kutoa msamaha kwa watenda dhambi ili watakasike, wasiwe na dhambi. Kwa maana hiyo dhambi zitaendelea, lakini mtu anayechoka na dhambi, hataki kuendelea na dhambi, amwendee Yesu. Yesu atamfutia dhambi alizozifanya, na hapo asitende dhambi tena. Na Yesu huyo kwa kutumia roho wake huyo atamsaidia mtu huyo asiendelee kutenda dhambi. Na kama mtu ameamini alafu anaendelea kutenda dhambi, maana yake amemwacha Yesu. Na Yesu anapomwacha, Yesu hamlazimishi mtu huyo. Kwa hiyo Yohana ametuandikia hapo, na Mtume Paulo anatuandikia katika kitabu cha waraka kwa Warumi sura ya 8 mstari ule wa 10 kwamba watu wanaendelea kutenda dhambi, maana yake hawataki kuacha dhambi. Lakini Yesu ametoa tangazo, atakayemwendea yeye atamsamehe, atamfutia dhambi zake. Katika Mathayo 11:28-29 anasema, njooni kwangu ninyi wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Alichokuwa anazungumzia, mizigo alikuwa anazungumzia ni sheria pamoja na dhambi, matendo ya dhambi. Kwa hiyo kitabu cha Warumi sura ile ya 8 mstari ule wa 10, maandiko anasema hivi:
Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu ni hai kwa sababu ya haki. Wanapouliza Yesu alikuja duniani kusamehe dhambi wanadamu, lakini mbona dhambi zingaliko zinaendelea sana na watu wanafanya dhambi kwa bidii? Kwa maana yake ni kwamba wamekataa toba. Maisha ya dhambi kwao ni furaha, hawataki wasamehewe, lakini Yesu amewaita watu wote ili aweze kuwasamehe, kama Yohana alivyotuandikia, sio